Mwanaharakati Mange Kimambi amefunguka mazito kuhusiana na kuwa na ugonjwa wa saratani. Ni taarifa ambayo ilikuwa imeenezwa nchini Tanzania na kuzua wasiwasi mno, huku ikimfurahisha Samia Suluhu pamoja na machawa wake, kwa sababu Mange Kimambi kwa muda mrefu amekuwa akiwavaa vibaya na amekuwa akiwatia mshtuko wa moyo kwa yale ambaye anayafanya, na kwamba anasikizwa sana Tanzania. Kwa hivyo amekuwa kama ugonjwa kwao, maradhi kwa Samia Suluhu. Kwa hivyo walikuwa wamefurahishwa sana, huenda walikuwa wanamtakia mabaya, lakini leo hii Mange Kimambi ameibuka mtandaoni na kuyaweka wazi haswa kuhusiana na ugonjwa ambao anasemekana kuwa nao, ugonjwa wa saratani. Na kwenye ujumbe alioandika kwenye mtandao wa X, Mange Kimambi aliandika na kusema kuwa, na nitanukuu, naona kuwa watu wanasambaza kuwa ninaumwa kansa ya matiti na ndio sababu ya surgery. Guys, mimi ni open book. Siku nikiumwa ugonjwa wote mkubwa, I will share with you toka siku napata diagnosis. And what's the point ya kuficha ugonjwa kama kansa? Surgery ilikuwa ni kwa ajili ya kuondoa breast implants nilizowekaga Dubai nikiwa na miaka 28. Nimeamua kuyatoa kutokana na umri wa sasa 46. I don't need them at this age. Nilitaka kurudi kwenye my natural size. Video hapo chini inaonyesha utofauti ya before and after. Naomba niwatoe wasiwasi na mjue kuwa kwa nadra za Allah I'm in perfect health, na naamini ataniweka hai mpaka nishuhudie wa Tanzania wakiwa na uwezo wa kuchagua wabunge wao, rais wao, vile madiwani wao na chama cha siasa. Achane nini na wachawi wanaoniombea kifo. Ujumbe alioandika huyu mama Mange Kimambi. Mange Kimambi amekuwa mstari wa mbele sana kufokea yale yanayotokea nchini Tanzania, na huenda kwamba wale machawa wake Samia na bloggers wa serikali ya CCM walishika haya yote na kuanza kuyasambaza wakisema kwamba dada Mange Kimambi alikuwa na saratani ya matiti, ndipo akaenda surgery ya matiti. Lakini leo hii ameyaweka yote wazi akisema kwamba akiwa miaka 28, wakati akitafuta urembo, akitaka onekane kuwa mrembo zaidi, alienda pale Dubai na kuwekewa implants, akafanyiwa surgery na kuwekewa implants. Lakini sasa imefika wakati ambapo uzee umeingia, akiwa na miaka 46. Hiyo si michache, na uzee kama umeingia sasa, ameamua kwamba zile implants aweze kuzitoa, ndiposa aweze kuwa na tu natural la kwetu na urembo wake tu wa kizee, ule natural. Lakini wengi wao walikuwa nayasema hayo kwa sababu ya chuki, kwa sababu ya kueneza uvumi na kuzua taharuki nchini Tanzania. Kumekuwa na taharuki sana kwamba wale ambao wanamwamini sana huyu dada na mashabiki wake na wafuasi wake wa mitandaoni walikuwa wanaumwa kweli kweli, manake huyu dada ndiye amekuwa mstari wa mbele kuonyesha makuruhu ambayo yanatokea nchini Tanzania, na yawezekana kwamba kwa wanaharakati wote nchini Tanzania, Watanzania wanaheshimu huyu, wanamuelewa huyu dada Mange Kimambi, haswa kwa sababu ya kuwa na roho safi na vile kutaka nchi yake ama nchi yetu ya Tanzania iweze kunawiri. Ndiposa walikuwa wanaambia mengi. Nakumbuka hata mauaji ya mwaka jana baada ya uchaguzi, nyingi ya video ambazo zilisambaa kwenye mitandao hadi kugusa nchi za kitaifa, kuguza Marekani, hadi watu kupeleka mambo yale kwenye ICC. Ilikuwa ni kwa sababu Mange Kimambi alikuwa ameibua picha zile, manake Watanzania wanamwamini sana. Na wakati internet ilizimwa, vile stima ikazimwa, nguvu za umeme zikazimwa, kwa sababu Samia alikuwa anataka kuwaua wote Watanganyika ambao walikuwa wanaandamana.
walijua kwamba Mange Kimambi ndiye atakayewatetea. Kwa hivyo walikuwa na rekodi tu hata kama hakuna internet, manake simu inaweza rekodi hata bila internet. Na wakaanza kuzituma tu wakati pindi tu mtandao ulifunguliwa, wakamtumia Mange Kimambi kwa namba yake tu, na Mange Kimambi akaanza kuzionyesha, akiziposti kuonyesha ulimwengu jinsi Samia Suluhu alivyoua watoto wa Kitanzania, jinsi Samia Suluhu alipoita wahuni kutoka nje ya nchi, kutoka nchini Uganda, askari mgambo wakapewa kandarasi ya kuua Watanzania ndiposa aweze kuongoza, kwamba alikuwa anajua anawatoa kafara damu ya uongozi. Kwa hivyo akakalia kiti kile kilichokuwa na damu, kiti ambacho sasa hivi kinafanya Tanzania ionekane kama nchi ya kimchezo. Imezusha kweli kweli hadhi ya taifa. Na vile vile kumbuka, hata kabla ya maandamano yale, Mange Kimambi alikuwa engine behind it, ndiye alikuwa injini ya kuwaambia Watanzania, tafadhali imefika mwisho, tuweze kutoka barabarani tuandamane. Na watu ambao wanamwamini zaidi, jinsi vijana wanavyomwamini zaidi kwa sababu ya influence yake pale mtandaoni, wakatokea wakaanza kuandamana wakidai kwamba haki zao ziweze kuheshimika. Na tunaona serikali ya Tanzania mara si moja imemtarget sana. Walikuwa wanataka kumuua hata akiwa pale Marekani. Walikuwa wamemtumia assassins wamuingilie pale na kumuua, lakini Mungu anazidi kumweka. Mange Kimambi anajua siri nyingi sana za serikali ya Samia Suluhu. Anajua siri nyingi, ni kwa sababu ana connections hadi ndani ya serikali, na wengi wa serikali ya Samia ambao wamechoshwa sana na mambo ambayo yanaendeshwa kikatili nchini Tanzania ndio wanaompa habari zile. Na yeye kwa sababu ni mwanaharakati na yeye anataka mema ya Tanzania, ameweza kuyaweka wazi mara si moja. Na ndiposa hata leo kwenye video aliyoposti mtandaoni alisema kwamba anajua kwamba Jalali yu hai na huenda atampa nguvu zaidi, ataenda kumpa maisha zaidi, aishi milele ili aweze kuona Tanzania imeweza kujinasua kutoka minyororo ya huyu limama Samia Suluhu, imejinasua kutoka ukatili, imejinasua kutoka udikteta, na vile vile kwamba watu wa Tanzania wameanza kuwachagua viongozi wao wanaowataka, na kwamba si system inayoongozwa na mama muuaji na mtoto wake muuaji ambao ndio wanaochagulia watu viongozi, kwamba wao wana uwezo wa ku-influence mahakama, wao wana uwezo wa kudhibiti mahakama iweze kufungia yeyote, iweze kumfunga mpinzani, iweze yani amebadilisha nchi kuwa nyumba yake anayeiongoza yeye na watoto wake. Sijui na maoni gani kuhusiana na kauli hizi zake Mange Kimambi baada ya watu nchini Tanzania kusema kwamba yeye anaugua saratani ya matiti? Andika ujumbe wako hapo chini tuweze kujadiliana. Pengine utaniambia wewe kama Mtanzania unamjua ama unamfahamu aje huyu dada Mange Kimambi? Na vile vile ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, subscribe, like na kushare video.